Mungu wetu anafurahishwa sana pale ambapo utaona situation magumu, mapito, changamoto zimeinuka, ukabaki kuwa imara katika yeye Mungu. Mungu wetu anafurahishwa na mtu yule ambaye ameona changamoto zimeinuka, ndio magumu yameinuka, ndio mapito, matatizo na machangamoto yameinuka, ndio, lakini akukubali kuzipa uoni, kuzipa nafasi zile sauti au yale matatizo au zile changamoto zikawa na nafasi kubwa kuliko Mungu. Nataka nikuambie siri hii, mtu wa Mungu, kabla ya changamoto yote haijaja kwenye maisha yako, Mungu aliona, Mungu alikuwepo na bado Mungu atakuwepo, na yeye huenda Mungu aliruhusu ikaja kwa lengo la kukufundisha. Kuna vitu vingine Mungu anaruhusu vija kwenye maisha yetu, si kwa lengo la kutuangamiza, ni kwa lengo la kutuchonga, kututengeneza, kutuimarisha, kutupa ufahamu wa kuweza kupokea mema ya kiungu yanayokuja mbele yako. Kuna wakati mwingine Mungu anaruhusu mapito yatokee ili aone, je, bado utakuendelea kunipenda? Bado utaendelea kuwa na msimamo juu yangu? Bado utaendelea kusimama na mimi Mungu, au utaniacha? Ninaye kusema hivi kwa watu wa Mungu kwamba magumu na mapito na changamoto na hali yoyote ambayo unaona inakuwa kubwa kuliko ufahamu wako, zinapita uwezo wa kibinadamu, zinapita uwezo wako, zinapita uwezo wako. Zile changamoto zinapoinuka ni fursa ya wewe kutokea, ni fursa ya wewe kuinuka, ni fursa ya wewe kutoka kwenye maisha uliopo kwenda kwenye level nyingine. Inakuwaje? Ni fursa. Changamoto zitakapoinuka, magumu yatakapoinuka, wewe inapaswa umuinue Mungu zaidi. Usiinue tatizo, wala usilikuze, wala usilitangaze kwa watu. Usilitangaze kwa watu wala kuliinua, bali mwambie Mungu, ili siliwezi, lakini wanaliweza. Inua tatizo, unamuinua Mungu kwamba Mungu, nakuinua na kutukuza na kupenda, bado wewe ni Mungu kwangu. Haijalishi niko katika hili, huenda hili umeliruhusu Mungu likawa ni darasa la kunifundisha, huenda ni darasa lako Mungu umeruhusu nipitie hapa, huenda ni darasa unanichonga, unanifundisha, kuna kitu unanifundisha. Hata siku nitakapomaliza ile darasa, nitatoka nikiwa na ufahamu mkubwa wa kiungu, nitatoka nikiwa na maarifa makubwa ya kiungu. Kwa kuna vitu Mungu anaweza kuruhusu vikawa kama darasa la Mungu kati ya wewe na Mungu. Hilo darasa wanadamu wa nje wanaweza sielewe kwa nini unapita, hata wewe mwenyewe kuna wakati unaweza sielewe kwa nini unapita hapo, lakini hilo darasa ni Mungu anaelewa kwa nini anakupitisha hapo. Huenda anaruhusu hapo upite, akufundishe, akutengeneze, akuchonge, akufinyange, akufanye kuwa chombo chake, ili siku utakapotoka kwenye darasa, utakapohitimu hiyo shule ambayo Mungu ameruhusu pita hapo, siku utakapoona changamoto inainuka, siku utakapoona gumu linainuka, utasema hey, umekosea njia hapa, hauwezi kuingia tena. Hata siku utakapoona mtu amepitia changamoto fulani, ni rahisi sana kutatua, maana Mungu alikuchonga, Mungu alikupitisha pale, akakutengeneza, akakuimarisha, akakutoa pale. Alipokutoa pale, ulipohitimu ile shule ambayo Mungu alikuruhusu ukapita, unakuwa na ufahamu mkubwa wa kiungu, unakuwa na ufahamu mkubwa na maarifa makubwa sana. Hata siku situation itakapoinuka, hautastatereka kwa sababu ya Mungu wako, hautapata shida kwa sababu ya Mungu wako, bali utabaki kumuinua Mungu. Sauti za machangamoto, sauti za wanadamu, sauti za ulimwengu hazitakuteteresha, hazitakuangaisha. Haleluya, watu wa Mungu. Shadraka, Meshaki, Abednego hawakutaka kujadiliana habari ya Mungu wao, wakatupa kwenye tunuru la moto. Walipotupa kwenye tunuru la moto, maandiko yanasema wale waliowatupa walikufa. Maandiko yanaweka wazi walikufa, lakini Shadraka, Meshaki, Abednego walitupa kule, wamefungwa minyororo, wamefungwa kamba, wamefungwa kila namna ya kufungwa, lakini wakajikuta wako ndani ya moto, wakawa wamefunguliwa. Na maandiko yanasema akaonekana mtu wa nne yuko kule ndani ule moto. Haleluya. Maana yake hao watu walikuwa wanamtegemea yeye ambaye ni chanzo cha moto. Haleluya. Usiweke mahusiano na vilivyoumbwa na Mungu. Vilivyoumbwa na Mungu vinaweza visikutambue, vinaweza visikutambue. Siku adui akitumia kilichoumbwa na Mungu, unaweza ukaangamia. Eka mahusiano na Mungu aliyeumba vitu. Usiweke mahusiano na vitu vilivyoumbwa na Mungu. Vitu vilivyoumbwa na Mungu vinaweza visikutambue wewe, vikatambua na wewe ni mmoja hapo kama muumbaji. Lakini vitu ukiweka mahusiano na Mungu aliyeumba vitu vitakuheshimu kwa sababu una mahusiano na aliyeviumba. Siku ambayo Shadraka, Meshaki, Abednego wametupa kwenye tanuru la moto, kwenye lile tanuru la moto linawaka kweli kweli, hata waliowatupa walipokufa, tunaona wale watu hawakufa. Maandiko yanasema ndani ule moto akaonekana mtu wa nne. Kwa sababu gani? Shadraka, Meshaki, Abednego hawakufa, hawakuteketea, hawakuangamia. Maana yake walikuwa na mahusiano na aliyeumba moto, walikuwa na mahusiano
na mwenye chanzo cha moto. Hawakuwa na mahusiano na moto. Wangekuwa na mahusiano na moto, moto ungewaunguza. Haleluya. Ni muhimu sana ukawa na mahusiano na chanzo cha uzima wako. Using'ang'ane sana weka mahusiano na uzima. Eka mahusiano na chanzo cha uzima. Haleluya. Ukiwa na mahusiano na chanzo cha uzima wako, yule ambaye ni chanzo cha uzima wako ambao ni Mungu, ataweza kukuheshimisha. Vile ambavyo vimeumbwa na Mungu vitakuheshimu. Watu wengi wameweka mahusiano na vilivyoumbwa na Mungu. Ndio maana vitu vilivyoumbwa na Mungu haviwatambui wao, vinamtambua aliyeumba. Kuna mtu anaitwa Yona. Yona kuna siku alikataa kwenda kule Mungu alipomwagiza. Bahari ikachafuka. Bahari kuchafuka, manaoza na watu ile meli ambao walikuwa wamepanda Yona kule ndani. Akataka kibira Tarishishi. Maandiko yanasema bahari ilivyochafuka, watu wakatupa mashehena ya mizigo. Sababu meli inataka kuzama. Meli imepigwa. Mungu ameruhusu, Mungu amesema na bahari aliyoiumba yeye iwe kinyume cha ile meli, kwa sababu kuna mtu amekataa kutii agizo lake. Haleluya. Watu wakamlilia Mungu, wakamwamsha Yona. Hey, una nini wewe ulalai usingizi? Hebu kamwombe Mungu wako, huenda tutapona. Ikabidi Yona akawaambia, ili sasa safari yenu iendelee, nitupeni bahari. Nitupeni bahari ili bahari isichafuke. Sasa watu wakaona hapana, tutauaje damu isiyokuwa na hatia, turudi kule tulipotoka. Wanajaribu kurudi kule walipotoka, bahari kazidi kuchafuka. Bahari kazidi kuchafuka, wakashindwa kurudi. Baada ya kushindwa kurudi, ikabidi Yona atupe kwenye tundu atupe kwenye bahari. Alipotupa kwenye bahari, maandiko yanasema Yona akamezwa na samaki. Mungu alisema na samaki ammeze Yona. Mungu alisema na samaki. Maanake samaki anamtambua aliyemuumba, na samaki akameza aliyeumbwa na Mungu. Na huyu aliyeumbwa na Mungu ambaye alimezwa ndani ya tumbo la samaki, akakaa kule ndani ya tumbo la samaki siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na aliomba, alimwelekea ndani. Huyu Yona aliona kabisa, hapa cha kufanya nirudi kwa yeye aliye chanzo cha uzima wangu. Nimeingia mahali ambapo siwezi kutoka bila huyo ambaye ni chanzo cha uzima. Kuna sehemu Mungu anaweza karuhusu ukaingia, si kwa lengo la kukuangamiza, ni kwa lengo la kufungua ufahamu wako, ufunguke, uelewe kwamba kwa nini upo duniani. Kuna mtu mpaka leo hajui kwa nini upo duniani. Siku 3 ndani ya tumbo la samaki, akarudi kwa chanzo cha uzima wake. Na Mungu, maandiko yanasema ile Yona 2:10, maandiko yanasema Mungu akasema, baada ya Yona kuomba siku 3, maombi yalikuwa ya toba, yalikuwa ya kulia na kusaga meno kule ndani ya tumbo la samaki. Emva viatu vya Yona, ni wewe umeingia kwenye ile tumbo la samaki, ungefanya haja yako. Moyo wa Mungu kufurahie. Moyo wa Mungu kufurahie. Kitabu cha Mathayo 3:17, maandiko yanasema, tazama huyu ni mwanangu mpendwa, nayependezwa naye. Je, Mungu anapendezwa na wewe kwa duniani? Je, Mungu anapendezwa naye? Kaa chini tafakari. Je, Mungu anapendezwa na mimi katika maisha ninayoishi? Mungu anapendezwa na mimi? Je, naifurahisha mbingu au naihuzunisha mbingu? Angalia kwenye maisha yako, mwana wa Mungu, unaifurahisha mbingu? Maisha yako yanaifurahisha mbingu au yanahuzunisha mbingu? Kuna watu maisha yao duniani hapa yanahuzunisha mbingu. Kuna watu maisha yao hapa duniani yanahuzunisha moyo wa Mungu. Tamani moyo wa Mungu usihuzunike kwenye maisha yako. Tamani moyo wa Mungu usihuzunike kwa ajili yako. Tamani moyo wa Mungu kufurahie. Tamani moyo wa Mungu kufurahie.